Ilikuwa fresh, bali tu mimi sikufurahiwa sana na suruali. Alikuwa kama vile jambazi. Lakini iko fresh kwa sababu nini? Wewe hujaongea kabisa, hujagusia upande labda wa socks. Maana nimeona watu wanazungumza. Nyango alikuwa fresh kwa sababu nini? Alimshonea ni adui yake. Alimshonea mimi naye nikikutana naye. Alimshonea ndugu yangu ule. Mimi naye sisi mtakula naye sahani moja. Ni moja. So alimshonea. Usikamvaisha mtu usikitini huku. Ukae kama ni Antonoire. Kama ni nini? Kuna vitu vingine tuache tu. Sikutaka kuonekana kwenye sherehe ya Nyagumeni kutokana na nini? Unajua si ni wasanii na kuna ile tabia mbaya wasanii watu tunafanya, mnapofika kwa sehemu ya mtu unataka sasa ule mtu onekane chawa. Hivyo vyote sisi tunavifanya. Au sehemu ya mtu unataka na wewe kachukuliwe maarufu. Ina maana kwako wewe watu wanataka sasa waje kutawala kwako, ni vigumu sana na ile inakuwa ni dosari mbaya. Na ukimfanyia mwenzako ujue hiyo kitu itakuwa inauma. Na Nyagumeni familia na sikupenda sana kufanya kitu kama kile, ndio maana nilienda kama familia kwenye sherehe yake. Sikutaka nyinyi na mambo mengi, sikukusanya watu, sikutana makundi. Unajua kuna watu sasa hivi kwenye masherehe unakuta wanakutana na watu kwenye kijiji chao, bana nendeni watu 20. Nikisimama fanyeni. Mkifanya hivyo fanyeni. Ina maana kila kitu, ina maana sasa mimi hapana. Ina maana kuvaa nguo nyeusi kama unaenda msibani ndio kupendeza. Kuna vitu vingine sio. Kuna nguo za kwenye sherehe na nguo za kama sehemu kama zile. Unavaa nguo za kwenye misiba, unakuja kusema tu umependeza. No, hapana. Kupendeza bana, ile sherehe ilikuwa ni sherehe ya VIP, ni sherehe ya wasanii. Huduma na maboresho ya story, habari za michezo na burudani tunazitoa kwa bure kabisa. Ungana nasi sasa kupitia Relax na Chance Kivuruge. Tunazungumzia muziki harakati, lakini pia tunazungumzia kitu ambacho kipo kwa upande wake kama stories. Habari yako? Ya fresh. Kama kawa. Ishi vipi? Kumshukuru Mungu. Tuzungumzie project ambayo kidogo ni kama ndio unaelekea kuitangaza hivi kwa shambra. Yes. Kipi ambacho kipo mpaka sasa mezani? Kilichokupo mezani ni kazi. Yes, unajua mawe juu ya mawe tu. Yes. Watu be ready kupokea new hip. Itakuwa soon hapa karibuni. Inaitwaje? Star Bembe EP. Star Bembe EP. Sawa. Kwa nini labda ile title? Unajua si ni wasanii wenye ni wa Bembe Nation. Lazima tu ready kupambania Bembe yetu nation. Na bila Bembe Nation haitokuwa kubwa. Na ndio maana hata kizazi kipe kinafanya vizuri kwa sababu kimekuta sisi tunafanya vizuri kuhusu Bembe Nation. Na lazima EP ya kwanza ya Kizo Boy iitwe jina la Bembe Nation. Yes. Watu wanaweza wakakutazama namna ambavyo unazungumzia EP yenyewe, lakini pia ujio wake kwa muda hivi. Watu wanaweza wakaanza kulinganisha labda matukio kwamba Kizo Boy sasa hivi ndo amekuja kupambana naye pia kwenye kuleta matukio kama wanavyofanya wengine sasa hivi, ni back to back, au labda hii ilikuwa kama plan ambayo ilikuwa muda mrefu. Unajua mimi huwa sinaga mtu wa kuigaiga matukio, bali tu mimi huwa ni mtu mwenye napanga mambo yangu. Mpaka mimi kuandaa ili tukio ni ina maana nimelipanga muda mrefu na nimelikaa chini nikasema bana nikae nikifikiria kuhusiana nini na hili tukio na mpaka nimeamua kutangaza, ujue ni kitu nimekalia chini, sio kwamba nimeiga matukio ya mtu fulani, hapana. Kwa watu ambao labda pengine watakuwa hawana taarifa sasa, waujio IP yetu labda inabeba ngoma kama ngapi hivi? Kusema ngoma hapo siwezi nikatangaza kutokana na nini, na supporter ni wengi, na unajua si ni wasanii wa watu wanatuchangizia kidogo. Unajua mtu anapenda style yako ya uimbaji, mtu anapenda unavyoimba, anasema na Kizo bana na hivi umetangaza EP, naweza nikataka kwenye EP yako kuwe ngoma. Ina maana mpaka sasa hivi siku nitarenew tarehe, na ndio siku nitasema kwenye EP utakuwa ngoma kadhaa, kutokana mpaka sasa hivi sijaweka tarehe kutokana na nini uwekezaji ungaliki unaongezeka, kuna wanaokuja na kuna wanaojitoa hivyo. Yes. Lakini naamini haitovuka labda 6 hivi. Yes, nafikiri uhakika. Uhakika haitovuka 6. Tutarajie labda kuona collab kama ngapi hivi ndani yake? Kwenye EP collaboration zitakuwepo na zitokuwepo. Lakini zaidi sana nitataka ni push madogo zangu. Unajua watu wa nyumbani wengi wanaongea mengi. Kizo Boy
wewe ni mtu unajipenda penda sana, ni mtu mwenye usapoti madogo zako, ni madogo wana talent, wanafanya vizuri na ulifanya na madogo wa nje, kuna madogo uliwapa jina lakini wapo unashindwa kuwapa nafasi. Nafikiri soon hapa nitatangaza na watakao kuwepo ndani. Yeah. Saba na hii hapa ni Gapa TV Online. Of course nikukumbushe tena kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwanza kabisa kupata taarifa zetu kwa wakati. Kizoboy Obio ndo tupo naye kwa siku ya leo. Tunazungumzia muziki harakati, lakini pia tunazungumzia vitu ambavyo vipo kama trends. Yeah. Tuzungumze kidogo kuhusiana na kitu ambacho kimejitokeza hapa katikati kama tukio. Nafikiri umeona wasanii walikuwa na matukio tofauti tofauti. Tukio kubwa ambalo labda kidogo lilionekana kama trend ni wasanii kuoa. Wewe umewahi kuoa, ukafanya sherehe yako, lakini pia wasanii wengine wawili wakaja nyuma yako wakafanya sherehe zao. Lakini pia tuzungumzie kitu ambacho kidogo ndo kama cha mwisho hivi, sherehe ya Nyagoman. Watu wanalinganisha Bidobido na Nyagoman. Siwezi nikataka tulizungumzie sana, lakini natamani tuzungumzie labda uwepo wako kwenye sherehe ya Nyagoman. Maana na mimi ndo sherehe pekee ambayo ulikuwepo tofauti na Bidobido, au ulikuwepo pia? Ama mimi huwa sikuwepo ya Bidobido. Kwa sababu gani labda? Nilikuta kadi na mambo yaliingiliana. Unajua tena nipo kwenye mambo ya mchakato ya kukutana watu tofauti kuhusu ipi yangu sasa, na nilikuwa busy na hivyo michakato kama hiyo, sasa ikanibidi mimi nishindwe kufika huko, lakini najiandaa soon naweza nikaenda kumwangalia mke wa mdogo wangu. Yes. Sawa, tukae kwenye ile ya Nyagoman. Uwepo wako labda pale, kwa nini ni kama ulikuwa haujaonekana sana tofauti labda na wasanii wengine? Sikutaka kuonekana kwenye sherehe ya Nyagomeni kutokana na nini? Unajua si ni wasanii na kuna ile tabia mbaya wasanii watu tunafanya, mnapofika kwa sehemu ya mtu unataka sasa ule mtu onekane chawa. Hivyo vyote sisi tunavifanya. Au sehemu ya mtu unataka na wewe kachukuliwe maarufu. Ina maana kwako wewe watu wanataka sasa waje kutawala kwako, ni vigumu sana na ile inakuwa ni dosari mbaya. Na ukimfanyia mwenzako ujue hiyo kitu itakuwa inauma. Na Nyagomeni ni familia na sikupenda sana kufanya kitu kama kile, ndio maana nilienda kama familia kwenye sherehe yake. Sikutaka nyinyi na mambo mengi, sikukusanya watu, sikutana makundi. Unajua kuna watu sasa hivi kwenye masherehe unakuta wanakutana na watu kwenye kijiji chao, bana nendeni watu 20, nikisimama fanyeni, mkifanya hivyo fanyeni, maana kila kitu ina maana. Sasa mimi huwa hapana, nienda private. Sikutaka kila mtu ajue bana Kizoboy kwenye sherehe, hapana. Nilifika kimya, bahati nzuri nilikuwa nimevaa nguo tofauti za watu wote sinifahamu, so nilikuwa nimeifunika. Sasa nilikuwa nimevaa style yenye mimi sikuzoeleka sana. Na maana pale ulienda kimya ukutamani labda watu waone uwepo wa Kizoboy. Lakini pia kwa wasanii ambao kidogo uwepo wao umeonekana, kipi cha kuambia sasa? Mimi nitawaambia tu kitu kimoja, tunapoalikwa tusijifanye sasa sisi ndio wenye sherehe ile yenye umealikwa, kwa sababu ni kitu kibaya sana, kwa sababu ni unaonekana una tabia mbaya. Unajua mtu mwenye tabia mbaya anaonekanaga tu hata afike ugenini. Sasa kuna watu wana tabia mbaya, hata mimi mwenyewe amenifundisha hata kwenye sherehe zangu ina maana hata kadi hawezi wakapewa. Kama kina Follow Diki. Hamna, kuna watu kadi si wapi kutokana wana tabia mbaya. Unaona mmekutana vijana 10, 20, mnakutanana huko mnaambia bwana leo tuenda kuvuruga sherehe ya Kizo. Sasa unanitakia nini? Sisi ndio tuonekane majanti. Na wakati kuna zile kadi, kuna muda kadi zingine zinatakiwa zilipwe. Maana kuna mtu ameyafanya sherehe ili mradi apate na hiki kidogo. Inafika stage watu wa kutoa sadaka kwa sababu nini? Mmeenda kuweka vurugu. Yes. Kwa upande wako kipi labda ambacho pengine unaweza ukakizungumzia kuhusiana labda na uwepo wa Diki na Follow? Maana pale kidogo kuna mtu ambaye wanamlinganisha na Nyago kwamba ndio amependeza zaidi ya musika, lakini pia kuna kuwa na yule ambaye watu wanasema kwamba ndio amekuja kuchukua upepo wote na kuondoka na watu. Sasa ina maana kuvaa nguo nyeusi kama unaenda msibani ndio kupendeza? Kuna vitu vingine sio. Kuna nguo za kwenye sherehe na nguo za kama sehemu kama zile. Unavaa nguo za kwenye misiba, unakuja kusema tu umependeza. No, hapana. Hakupendeza bana. Ile sherehe ilikuwa ni sherehe ya VIP, ni sherehe ya wasanii. Utakiwa kwenda kama vile pastor au mtu kama unaenda kuhutubia watu sehemu kama sherehe fulani siku ya Eid, no. Kwa kusolewa kwa hilo. Lakini pia Follow, kulingana mtazamo wako labda kwa sasa ni upi kuhusiana labda na kitu ambacho watu wanazungumza kwamba Follow amekuja kuchukua upepo wa sherehe? Ina maana wasanii nyinyi wote mmemfuata baada ya kuwa pale. Amesema hivyo Gatuso. Unajua vitu vingine ukiwa unaongea unakuwa unaonekana chawa madogo.
Wote ni madogo zangu, bali tu cha msingi wote wanajitafuta. Unajua mtu kama bado anajitafuta lazima uongelewe sana. Na ndio maana hao hivyo unakuta hata mimi mwenyewe kwenye share maandalizi yangu kuna watu nitamute. Ndio maana mashabiki mbona kualika mtu fulani, kwa sababu tabia zako mbaya. Unakutana unakana vijana wenu mama ukutana vijana wenu wa kijiji kimoja, mnakusanyana wasema huko kwenye shetu kayaribu. Sio vizuri. Cha kumshauri Nyago kulingana na sherehe yenyewe na namna ambavyo watu wanazungumza kwamba sijui hajapendeza, amevaa sijui kama nani hivi mavazi. Hamna, unajua kupendeza. Unahisi amependeza? Kupendeza mimi sio jaji wa kuongea swala eti mtu amependeza. No, mimi sio jaji. Bali tu naweza nikasema ilikuwa fresh, bali tu mimi sikufurahiwa sana na suruali. Alikuwa kama vile jambazi. Lakini iko fresh kwa sababu nini? Wewe hujaongea kabisa, hujagusia upande labda wa socks. Maana nimeona watu wanazungumza. Nyago alikuwa fresh kwa sababu nini? Alemshonea ni adui yake. Alemshonea mimi naye nikikutana naye. Alemshonea ndugu yangu ule. Mimi naye sisi mtakula naye sahani moja. Ni moja. So alemshonea. Usikamvaisha mtu usikitini huku. Ukae kama ni Antonoire. Kama ni nini? Kuna vitu vingine tuache tu. Pamoja sasa. Kwa unamtafuta mtu ambaye alidesign nguo za Nyago man. Natangaza vita na mtu ambaye amedesign nguo za Nyago. So unaenda kumshonea mtu kama kama tumbili hivi. Mshonea mtu kama ni ina maana kama ni jeje, kama sio jeje kipande. Sasa ndio hivyo, lakini kitu kimoja naweza kusema tu, unajua ni msanii na msanii kila kitu lazima ufanye watu wa comment. Labda yeye mwenyewe Nyagomeni ni jambazi. Unajua Nyagomeni kama content creator. Lazima watu wafanye wamzungumzie. Sio kama hobby mimi ndio huwa nikifanya jambo watu sitaki mambo ya kuzungumza, no comment. Ila mtu anasema shut up Kizobo umefanya kitu kiko fit. Unajua imani anaweza kafanya kitu akaacha hata kitu ili watu waendelee kuzungumzia, ndo kama hivi. Lakini sherehe yake ilipendeza na watu walifurahia na ni jambo jema sana na ni tukio kubwa. Watu wachakupongeza mpaka sehemu yenye mimi nimefika. Mimi sifiki kwenye sherehe za kijinga no. Mimi nikifika kwenye sherehe ujue sherehe ni imeeleweka. Ambao labda unazungumza kwamba sijui alikuwa ni MC, yeye ndo anatangaza, ni zina ukweli hizo taarifa pia? Unajua hata mimi napenda pesa sana. Sasa sehemu ya watu wanatoa pesa, mimi nikupatie wewe msichukue hiyo. Wewe sasa wewe ndio unaongea. Hapana. Mimi napenda hela. Mimi naishi maisha ya kutafuta pesa. Sasa inapofika hatua ya mimi kuona mapato yangu, watu kile wanachoniletea nimpatie nani? Ni mimi mwenyewe nitachukua majukumu. Nitaweza kuchukua mic. Hata kwenye pipi yangu. Atakaye kuja kunitolea zawadi, mimi mwenyewe nitachukua MC, nitajiuka MC. Sawa bana. Kipi ambacho labda pengine tunaweza tukawa tunacho kama ujumbe labda kuhusiana na kazi sherehe yako hii? Mimi naweza nikasema tu watu wa ready kupokea, kwa sababu mpaka muda huu sijakaa kivile sana, bado nakusanya. Kama jana nilikuwa mkataba wasimamizi watasimamia sherehe. Yes, nichukua kuku Kamseleko kwa sababu ni kundi linafahamika sana hapa na limefanya sherehe, halina dosari nyingi kwenye masuala ya sherehe. So kuna kundi unaweza kaliandaa kumbe limefanya dosari ya kuiba chakula, wamegombana nini hapana. Nimechukua kuku, nafikiri jana ndo nimemaliza nao mkataba hivi, nafikiri ninaingia kwenye mkataba wa media. Sasa hivi nataka nitumike na media moja, kwa sababu kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 niko natumika na media. Inafaidika kupitia mimi. Tukio na gharamia mimi. Ina maana kidogo na wenyewe wachangize kidogo. Ina maana natakiwa na wenyewe wanufaike na mimi nufaike kidogo. Kuna kale kama mchango, ndio maana mpaka sasa hivi bado naingia, bado niko kwenye mikakati ya kusanya uongozi tofauti. Sawa, swali la mwisho kwenye kumalizia, pikipiki bado ipo? Pikipiki ya kwako ile kuhusiana na nauliza labda ipo, sijui labda utakuwa. Hamna. Imeshatoka. Sasa kwa haya maisha ni ya kumiliki pikipiki. Diki amekuja na pikipiki kwenye sherehe. Ya nani? Umeiona? Sasa ameingiza pikipiki mpya. Ameingiza nini? Pikipiki. Ule ni dalali ndugu yangu. Oni kuna vitu vingine siwezi nikasema ni ya kwake, lakini ni dalali. Kwenye maisha sio kumiliki vitu kama hivyo, ni vya kupana stress. Unanua leo, kesho unanyang'anywa, unanua kesho unanyang'anywa, sio vizuri. Cha msingi tu ni kurelax, ishi maisha yako kama unavyotaka.
Subira na matarajio yako yalikuwa sahihi. Kaa tayari kuhabarika, kuelimika, lakini pia kuburudika. Unaangalia Ga Power TV.